Bwana, mambo vipi? Sasa kati ya vitu ambavyo vinazidi kushika kasi mtandaoni, basi ni kauli ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa, aliyoitoa bungeni siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 wakati akielezea mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6. Na kama ulipitwa na taarifa hii ya Waziri Mkuu, basi leo na kurejesha na tutaona namna watu wanavyozidi kutoa maoni yao mtandaoni na kutoa hisia zao juu ya kile ambacho Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa, alikizungumza bungeni. Taarifa yake ni kama hii. Tujikumbushe alivyosema. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alisema kuwa serikali imeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuzalisha fursa za ajira nchini kupitia uwekezaji na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimikakati, ikiwemo ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, reli ya kisasa, bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato, ambapo katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025 jumla ya ajira milioni 8 na 84,204 zimezalishwa katika sekta ya umma na sekta binafsi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alisema hayo tarehe 9 mwezi wa 4 2025 wakati akitoa hotuba yake kuhusu mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Bunge kwa mwaka 2025-2026. Pia alisema kuwa vilevile serikali imeweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kukua na kupanua wigo wa uzalishaji wa ajira nchini. Kutokana na jitihada hizo, katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025, jumla ya ajira milioni 8,84,204 zimezalishwa katika sekta ya umma na sekta binafsi. Hiyo ndio taarifa kwa fupi ya kile ambacho Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa alikizungumza Aprili 9 bungeni. Na baada ya taarifa hiyo, wadau wengi wamekuja mtandaoni na kutoa maoni yao na hisia zao. Kianza na huyu anajiita Simba Scott, yeye anasema kuna tofauti ya kuzalishwa na kuajiliwa, msije kuchanganya. Lakini huyu anajiita V, yeye alisema kuwa na walioajiliwa ni wangapi kwenye hizo ajira milioni 8? Yeye aliuliza hivyo. Lakini ukija huyu anajiita Baraka Emilia, yeye alisema Waziri Mkuu anataka kutuaminisha kwamba kila aliyemaliza chuo mwaka 2020 na 2024 anaajira, kwamba kila mwaka chuo wanamaliza milioni 2 na wanaajiriwa wote. Mimi mbona sina ajira jamani? Hayo ni maoni yake na maulizo yake. Lakini huyu anajiita Inspector, yeye aliuliza kuwa ajira milioni 8 kungekuwa na jobless mtaani au ni za kwenye makaratasi? Yeye aliuliza hivyo. Lakini huyu anajiita Genius Billionaire, yeye alisema maoni yake, alisema ajira gani hizo labda ambazo zimezalishwa wakati bado watu hawana ajira na wanazidi kujitolea tu na kudharaulika humo maofisini. Maoni yake hayo. Lakini huyu anajiita Joseph DN, yeye anasema na mkumbuke kutuambia kwenye hizo ajira milioni 8 miongoni mwao waajiliwa hewa ni milioni 6.5. Maoni yake hayo pia. Huyu anajiita Innocent Shayo, yeye anasema ukitaka vijana wawe aktivu na serikali yao, fungia kamari wakose mahali pa kupata hata pesa ya vocha, ndio hili swala litakuwa serious. Yeye alitoa maoni yake hayo. Huyu anaitwa Mgoshi wa Ndima, yeye alisema hiyo namba nimeshindwa hata kuisoma yote. Ni ajira nyingi sana kwa kweli. Watanzania wana ajira ila hawasemi. Maoni yake hayo. Huyu anajiita Mwamba Putin, yeye anasema safi sana Waziri Mkuu, hii nchi
chini ya mama tutaona mengi ambayo hayakuwahi kufanywa hapo kabla. Vijana wasome tu chuo, ajira ni nyingi mno. Maoni yake hayo pia. Huyu anajiita Mr. Lady, yeye anasema kama ni ukweli ongeleni, licha ya kwamba mimi sijaajiriwa, lakini kama na wenzangu hawajaajiriwa kama mimi, hii inaumiza sana kutudanganya. Maoni yake hayo Mr. Lady. Lakini huyu anajiita The Ancestor, yeye anasema mnazungumzia watu walioitwa interview au watu walioitwa kazini? Maana TLA wenyewe waliita watu 100,000. Huyu ameuliza hivyo. Huyu anajiita Mji, yeye alisema waliostaafu katika miaka hii ni wangapi? Ajira mpya ukitoa replacement ya wastaafu ni ngapi? Tuanzie hapa kwanza ili tujue tunakwenda vizuri au vini macho. Maoni yake hayo jina. Hayo ndio maoni ya wadau ambayo wanazidi kuandika kuhusiana na taarifa hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, aliyoitoa bungeni siku ya tarehe 9. Na wewe niandikie maoni yako kwenye comment juu ya taarifa hii ya Waziri Mkuu. Wewe unaionaje na umeielewaje na unaichukuliaje? Niandikie kwenye comment. Lakini usisahau kusubscribe channel hii ya Kipato Digital TZ ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali na posti nyingi na posti nyingine za kuelimisha na kukupa elimu ya mambo mbalimbali pale tu unapoposti kwa channel hii. Kwa leo sina la ziada, tukutane posti ijayo.